Nisikize nikwambie kitu wewe Sondo. Kitendo ambacho ulikuwa unataka kukifanya hapa, usije ukae kurudia katika maisha yako. Sijui unanielewa vizuri? Yaani ukinitazama mimi, ninaweza kutoka na mtu kama wewe. Kama alikuambia kwamba mimi nakupenda, kaa ukijua sikupendi na sijawahi kukupenda. Ni kwa nini ulikuwa unataka kufanya ujinga? Lakini madam, mimi sijakosea chochote kile hapa. Na maneno hayo yote nimeambiwa na watu. Na isitoshe nimekataa kulewa mpaka nabili kwa sababu wangu mimi. Alafu isitoshe ishara zote zinaonyesha kabisa kwamba wewe unanipenda mimi. Kwa hiyo mimi kama nimekosea naomba unisamehe sana. Yaani umeniita vizuri kabisa kwenu. Tumeongozana mpaka tumefika hapa. Alafu umenikalisha hapa, umenizungumzia vizuri. Naomba ukaniombe kwa wazazi wangu mimi niendelee kubaki pale kazini, yasitokea nimekusikiliza. Alafu kumbe ndio umenitia upuzi kama huu. Leti ningekuwa ninajua kwamba ndio ulichonitia hapa, wala nisingesubutu kutoa mguu wangu kwetu na kufika hapa kwenu. Sondo, ukirudia tena, yaani pale kwetu utapona pachungu. Yaani unatakiwa uniheshimu kama bosi wako. Siku zote unaponiheshimu utabaki kuniheshimu. Mimi ni bosi wako. Haya masuala mengine ya mapenzi achana nayo. What? Apito, hili inawezekanaje? Hivi mnajua maandalizi ambayo nimeyafanya kweli nyinyi? Yaani mtu nafanya maandalizi makubwa kiasi hicho, alafu unakuja kuniambia tu ndoa imeahirishwa, yani kizembe tu. Apito, in case ulikuwa hujui, yani hapa unavyoniona, nimefanya maandalizi ya kila kitu. Kila kitu, nimetumia gharama kubwa sana kwa ajili ya maandalizi ya ndoa hiyo. Alafu sasa hivi unakuja kuniambia ndoa iahirishwe. How comes? Apito, nimealika marafiki zangu wakubwa na matajiri. Leo hii unataka kuja kuniaibisha? Nimeandaa hadi helikopta kwa ajili ya kumbeba bibi harusi kokote kule anakwenda kufanya maandalizi ya bebwe bila shida yoyote. Sasa Apito, hizo gharama zote za kukodi mpaka helikopta, Apito, unataka mimi nifanye nini lakini? Hakuna, usiniambie kuhusu wazazi mimi. Wazazi wanaingiaje hapo Apito? Wazazi wanaingiaje kwenye mpango wetu na kuuliza? Sasa tulipanga kabisa ukaniahidi kila kitu kitakuwa sawa. Mpaka nimeanza kufanya maandalizi, leo hii unakuja kuniambia eti wazazi wamezuia. Wazazi wanazuiaje yani? Wanazuiaje Apito? Apito, kumbuka uliniambia mwenyewe kwamba wazazi wako wamekuachia kila kitu usimamie mwenyewe. Leo hii unakuja kuniambia eti wazazi wamekuzuia. Kivipi? Aliyakuwa alikuachia usimamie. Mimi siwezi kukuelewa. Hapana. Yaani hiyo point yako siwezi kuielewa kabisa hata kidogo. Nini? Apito, hivi unanijua vizuri? Haiwezekani Apito. Tatiana ni wangu na atabaki kuwa wangu tu. Hauwezi kuniambia ndoa imeahirishwa, ni hilo haliwezekani. Nini? Apito, hebu acheni ujinga basi. Tafadhali sana. Hebu acheni hizo. Yaani mnasafirije yani? Mnaondokaje? Kama mnasafiri safirini nyinyi, ila bibi harusi wangu naomba muache tafadhali. Msiondoke naye Tatiana. Mimi nataka nifunge naye ndoa. Mbona unanifanyia hivyo? Apito. Apito. Hivi unanikatia simu Hawa hawanijui Ni muumenya. Maenda basanga hiyo nyende. Tatiana binti yangu, hivi huyu mwanamke unamuelewa kweli? Movement zake, harakati zake umundani, unajua mimi sizielewi kabisa. Yaani ananichanganya, yaani simuelewi. Kaka yako naye anajielewa kweli? Kamtoa wapi? Kama ukota wapi binti kama yule? Mavazi yake, heshima hana? Au kametumwa mundani? Ana lake jambo Hapo mama ndo nilipokuwa nasubiri ujionee mwenyewe. Kwa sababu kila wakati nilikuwa nikiongea hamnisikilizi. Hata nilipokupigia simu ulikuwa hata uniamini. Unaniambia niache mambo ya kitoto. Nikasema sawa. Kaka mwenyewe yule mwanamke nilimshuhudia kwa macho yangu akiwa anafanya tukio mahali.
Kaka nikaja kumwambia huyu mwanamke sio sahihi, alinifukia kama mtoto mdogo. Nikasema ngoja ni nyamazi, japokuwa nilikuwa na hasira, nilikuwa sina cha kufanya sababu yeye mwenyewe ndo kamchagua. Tena mama, yaani hapo bado hujaona mengine. Mbona utayaona mengi mama? Kwa sababu nilikuwa nakwambia huniamini. Acha huyo Mishu mwenyewe alikuwa niamini. Kwa sasa hivi kaniamini kwa sababu kuna vingi mwenyewe amevishuhudia. Umejionea sasa na wewe? Isitoshe, Misha kirudi, kanae chini atakwambia vizuri. Sasa mimi ndo nimefika. Nitafuatilia nyendo zake zote, nitajua. Nani kigundua kama na plani ya aina yoyote. Atanijua. Maana alipotokea yeye na mimi ndo nimepita huko. Sitamlazia damu hata kidogo. Tena sina uvumilivu kwenye vitu vya kijinga. Yaani, kwa hapa kwangu. Mbona anachezea moto? Ni sawa mama. Lakini usiseme tu utojua cha kufanya. Wewe fanya hima juu chini huyu mwanamke aondoke. Ni tapeli afai katika hii nyumba. Mwisho wa siku atuibie kila kitu mundani. Na huyo kaka anavyomwamini ndo kabisa ataachwa mweupe na hatokaa kamili katika macho yake. Mfikiria mama. Kuna siku achukua hela za kaka, akanikia kwenye pocho nilikuwa natoka. Sasa kaka kaje pale na yeye akamsikiliza kwamba mimi nimemuibia hela zake. Yaani tuachane nayo. Sitaki nizungumze mengi kwa sababu sitomaliza kabisa. Huko kufikia. Kutapeli, kupokonya mali. We. Mimi nipo hapa. Hawezi chochote, niamini. Sawa mama, mimi nakuaminia. Haya sawa, usiku mwema. Nawe pia mamangu. We Sondo, mbona imekuwa ghafla sana? Alafu sura yako haina nuru. Yaani mwanangu sharibu kila kitu. Umeniponza. Sasa angalia. Ndio maisha gani ambayo umeniletea? Yaani umekuja mimi sijakuelewa kabisa. Na bado unaendelea kunifanya mimi nisikuelewe. Hebu nyosha maelezo. Unielewe kitu gani? Wewe ndio umeshauri mimi nikamwambia tena ukweli. Sasa angalia. Nimwambia ukweli amenikataa. Na sio kunikataa tu. Amenidhalilisha kabisa kwa sababu ameongea kwa sauti sana. Mpaka majirani wote pale nyumbani wamesikia. Yaani bwana singewambia tu. Hapo na bwana nimeumbuka sana yani. Na sina moyo wote na Tatiana sasa hivi. Sondo, Tatiana amekukataa? Yaani hili jambo linawezekana vipi yani Tatiana akukatae na akudhalilishe mbele za watu? Sio wewe ulionifuata mimi na kunieleza kwamba Tatiana anakupenda kwa udi na uvumba na anafanya kila kitu kwa sababu yako. Sio wewe ulionieleza mimi wewe anakuletea kila aina mitego pale getini kwako kazini kwako, au sio wewe? Yaani leo hii inawezekana vipi yani? Mbona mimi sikuelewi wewe Sondo wewe? Ni kweli nilikwambia, lakini hata mimi nashindwa kuelewa kabisa. Yaani hapa unavyoona siendi kazini wala sifanyi chochote kile. Mama yangu ameenda huko kwa ndugu zake. Kwa hiyo naamini huko alipoenda atamwangalia vizuri. Kwa hiyo hapa nilichojia kwako wewe, naomba unihifadhi ndugu yangu. Hata nyumbani sitaki kukaa kabisa. Ni bora nikae hapa siku 2-3 nikipata kazi nyingine fresh. Lakini sitaki tena kuwa mlinzi. Ile kazi imenifanya mpaka nichukie kila kitu katika maisha yangu. Mimi siwezi nikafanya kazi ambayo kila siku nadhalilika. Kwa ni bora tu nifanye mambo yangu mengine. Kama Mungu amenipangia nitapata kazi nzuri basi nitapata. Lakini siwezi kuendelea na ile kazi. Sawa, sasa nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi nadhani hii hali sio ya kawaida. Kutakuwa kuna kitu katikati hapa. Haiwezekani Tatiana huyu ambaye alikuwa anaweza kufanya mambo yote hayo kwa ajili yako, alafu from nowhere tu aje kukatae. Mimi siamini kitu kama hiko. Mimi sitaki kujua chochote kile. Hata kama kuna kitu au hamna kitu mimi sitaki kujua. Na sitaki kusikia habari tena kabisa hapa. Yaani sina tamu na yule mwanamke. Yaani hapo ninachowaza ni kuhusu Zai wangu tu. Yaani sijui nitampataje yule Zai. Na kwa jinsi nilivyoacha kazi hapo, na sitakuwa ngumu sana kumpata. Sijui nitafanyaje yani. Mpaka kichwa kinaniuma. Lakini ngoja tuone baadaye itakuwaje mwanangu. Lakini ninachojili nacho hapa saizi kutafuta kazi nyingine tu. Ukipata kazi ndio nitajua nitaishije. Sondo, Zai tena yule binti wa kimaskini. Sondo. Yaani kuna mengine yanakuumiza akili. Bado unaendelea kuwaza tena mambo ya Zai.
Hebu achana naye bana. Kilichobaki sasa hivi mimi na wewe, tukae tuwaze vitu vya msingi, vitu ambavyo ni fact. Mimi sioni sababu ya wewe kuendelea tena kuwaza vitu vya kijinga. Sikia nikwambie ndugu yangu. Mtaani kuna michongo mingi sana. Hizi dili ndogo ndogo tu za kujisikiza zipo. Hem, tufanye kazi mwanangu. Achana habari za mademu. Wewe niache bwana, sitaki tena ushauri wako kwa sababu mwanzo umenishauri nimeshauri kitu kibaya. Kwa hiyo niache na maamuzi yangu ninayofanya, sawa? Tatizo ndio shakuwa rafiki yangu, nitakupeleka wapi? Haya. Loja, kukuelezea mimi matatizo ya mume wangu isiwe ndo chanzo cha kunitaka. Alafu mimi mume wangu nampenda sana. Mimi wewe nakuchukulia kama rafiki tu. Kama wewe unanichukulia vingine unavyonichukulia ni wewe. Mimi nakuchukulia kama rafiki yangu tu. Basi hakuna kingine. Sina hisia yoyote na wewe. Wite, angalia sasa hivi unapopungua. Ulikuwa ni mnene. Mwanaume anakunyanyasa. Siku 2 siku 3 arudi nyumbani. Mimi nakupenda Wite. Usikubali kuwa na mimi tu. Kwani wewe mume wako unaposema wewe mimi nizidi nini? Mimi naweza kukutunza na ukaishi vizuri na nikakupa furaha. Tatizo linakuwa wapi mamangu? Achana na wewe mwanaume. Huyu mwanaume hakupendi. Ni vile tu unamngangania. Ana nini ambacho mimi sina? Mbona wanaume tuko wengi? Yaani nikikuangalia wewe na mume wangu hamuendani hata kidogo. Tofauti yenu nyinyi, mume wangu yeye ni mwanaume aliyekamilika. Wewe bado ni playboy. Nikisema playboy sijui unanielewa. Mimi na wewe hatuwezi kuwa na mahusiano. Weka kwenye akili yako. Hatuwezi kuwa na mahusiano hata siku moja, na usije ukatarajia kwamba hiyo kitu itakuja kutokea. Na kingine, nilisha hapa kwa mume wangu, sitokuja kukaa nikaja nikamsaliti na mwanaume mwingine. Na kingine, mimi nampenda na namheshimu. Kama yeye ananisaliti atajua yeye. Mimi ninachojua mimi simsaliti, nampenda mume wangu na ninajiheshimu na ninajitunza. Na wakati mwingine tena, usije ukarudia kukaa ukanipigia simu ukaja kuniambia huyu ujinga wako ulioniambia leo. Nimemaliza. Wite, wewe ni mwanamke mzuri sana. Ila ninachokusikitikia, umependa sehemu mbaya sana. Una tofauti na ua zuri ambao limeota jangwani. Na usikitikia sana. Witi. Huyu ni aina ya mwanamke ambao kila mwanaume anamhitaji. Mimi, Loja, sijai kufeli kwenye jambo langu. Nitatumia kila njia na hakikisha nampata. We binti, naomba unisikilize tena kwa makini. Hivi wewe unajitambua kweli? Akili zako ziko sawa sawa? Yaani toka nimefika humu ndani nachunguza hizo movement zako sizielewi kabisa. Yaani sizielewi movement zako mpaka wewe mwenyewe sikuelewi. Kwani umefundishwa wewe? Wamekufundisha kweli kwamba ukienda utaishi na watu? Chekisha mavazi yako, jinsi ulivyo, yaani upendezi. Alafu sasa usichokijua, toka nimekuja humu ndani nafuatilia mwenendo yako. Unapokanyaga wewe na mimi nakanyaga. Nipo tu nafuatilia hizo nyendo zako. Nikipata uhakika utafurahi. Yaani mama, bora hata umwambie ukweli, kwa sababu mimi nimeshinda. Lakini mimi sio kama nimeokutwa sehemu popote. Na wala sina tabia mbaya kama mnavyofikiria. Mimi mbona nina tabia nzuri tu. Alafu kitu kingine usichokijua ni kwamba mimi nampenda sana Pito. Yaani nampenda kupita maelezo, na huwezi kuniambia chochote kuhusu yeye. Yaani nampenda. Yaani mimi niko tayari kufa kwa ajili ya Pito. Yaani ndio, mimi nampenda sana auntie, please. Usichokijua, mimi mwenyewe nilikuwa binti kama wewe. Na nilikuwa mtoto wa mjini kama ulivyokuwa wewe. Tena nina hofu. Hivyo vijitabia vyako usije ukaniharibia na huyo mwanangu. Yaani utamchanganya atakuwa kama wewe. Nampenda sana wewe, unajua kupenda wewe. Hivi wewe unashinda kuwa na sura aibu? Kwa basi hata na aibu tu mwanamke.
Unaongea mwenyewe unajichea mimi nampenda, niko tayari kufa wewe. Anti, ujue huyu Tetina atakuwa tu na shida zake nyingine. Ni vile tu hajawahi kunielewa, lakini mimi ni mtu safi kabisa, ni sina roho mbaya wala sina shida yoyote hivi. Huyu tu atakuwa na shida zake nyingine. Akuelewe, asikuelewe, ndo ninakupa onyo. Hizo nyendo zako nazifuatilia. Nikija kubaini chochote kile, utajua. Kama we ni ibilisi umetumwa, huo ibilisi wako utakuisha. Naomba uende. Kisura kimekuchachuka. Hey, toka. Nenda mama. Nenda. Mama, umejua kunifurahisha. Yaani umenikomeshea mtu hapa limeshuka sho. Sikilize wewe mshamba. Nasikia yule demo bado unaendelea kumfuatilia. Si nilikupa onyo wewe? Mara ya mwisho onyo nilokupa unalikumbuka? Nilikwambiaje kuhusu yule demo kumfuatilia tena? Na nilikwambia kabisa ukiona hii sura yangu kwa mara ya pili, ujue kinachofuata ni kifo. Unajikuta muone na kuamshwa sigara. Alafu unaenda kumtambia yule demo kwamba eti Chendukanda sio muuni. Wewe unamjua Chendukanda Mimi sio muuni. Toto la Manzese Medizine Keita Ndale. Jani vweli unione vizuri. Mshamba Blaza, yule demu mimi simfuati tena. Yule demu nimeshamuacha. Haki ya Mungu nimeapa bro. Nimeapa haki ya Mungu. Yani simfuatilii tena. Ni kama vile ananisemea tu uongo. Kweli bro, niamini. Tulia wewe. Unaongea ujinga gani? Yule demo analalamika anasema bado unaendelea kumsumbua. Amenipigia mimi simu na nitafuta. Na tena umeenda kumtambia na kumchambia kwamba Chendukanda sio msela, sio muuni. Mimi sio muuni, wewe unanijua vizuri wewe. Nishakula mavi. Ushaelewa? Hapa nina akili mbili tu za kuvukia barabara na za kwenda chooni. Alafu unajikuta wewe sikiliza nikwambie leo sijaje kuchamba umbea. Sasa umenielewa vizuri? Leo kizingua nakata kichwa chako hicho nakifanya pochi natembea nacho mtaa mzima hicho nijue nani. Kitaki kizima wenyewe anajua Michendo ni nani. Alafu unajikuta wewe sikiliza nikwambie leo sijaje kuchamba. Ili nione la mwisho nakupa. Sasa ukizingua tena ukirudia tena kwa mara ya pili. Nakata kichwa chako na keka mfukoni na nakisafirisha Kongo. Wakakione ndugu zako huko. Kwanza Tanzania umekuja kufanya nini mshamba wewe? Unatoka kwenu Kongo na kuja Tanzania kusumbua mademu zetu huko, au sio? Kwani Kongo kwenu huko hamna mademu? Hamna mademu wazuri weupe hamna? Naongea na wewe hamna mademu wazuri? Unakuja Tanzania unakuja kututia tu wewe. Kwanza amko tembee. Tembea mshamba wewe. Tembea, njoo hapa. Rudi hapa. Yani bro, na hapa sitorudia tena. Naomba tu nisamee. Naomba nisamee kaka. Yani sitorudia tena na hapa. Haki ya Mungu. Wewe unajikuta msela. Sasa nakupa onyo la mwisho hilo. Ole wako rudie tena. Ndio utajua mimi nani. Ndio utajua Chendo ni nani. Kitaki zema zako ananijua. Wewe shula nini? Tembea. Sapa. Hebu niambie wewe bidada. Dada naye hujapoa. Unapenda umbea kuliko kula. Acha habari zako bwana wewe. Yaani mimi nisipende umbea. Tena kutoka kwako. Unajua tu una habari njema. Nipe basi. Nipe ubuyu ukiwa moto moto kabla hujapoa. Fanya faster bwana, mimi nakusikiliza. Shoga yangu nimepata bwana. Bonge la bwana aliyensamu alafu limepanda juu hewani. Wewe. Huyo bwana umemtolea wapi ikiwa siku zote unashinda humu ndani? Kazi yako ya kupika, kusafisha vyombo, kutuandalia sisi chakula tule. Huyo bwana umemtolea wapi wewe ghafla hivyo zani? Pita zangu za kwenda dukani huko, nikakutana naye akanipenda, na mimi nikampenda. Na hapa ninavyoongea mimi na wewe hapa. Jana mwenzako nilitoroka, nikaenda loji, tukakutana, anajua mambo huyo kaka. Amejua kunifurahisha mwenzako. Hapa nilipo, mwepesi mwenzangu yani Ama kweli za sikuwezi. Kwa hapo umekuwa mwepesi binti. Na ndio maana vishavu vimeanza kunona umenawili mwenyewe.
Hapo sasa ndo nishaanza kuona binti umechangamka. Sasa mwanamke anatakiwa awe kama hivyo. Sio umekaa tu umepooza kama kipolo. Inabidi umpate mtu wa kuchangamsha mwili, eh? Kwanza niambie. Una uhakika kweli kwamba wewe bwana anakupenda wewe? Maana sije kaa unaenda tu koroji, mwanaume anakupindua na kugeuza kama anavyotaka yeye, kumbe hata na mpango na wewe. Hasa niambie. Una uhakika kweli anakupenda wewe bwana? Ananipenda. Tena sio kunipenda tu, ananijali. Kwa hiyo mtaa wote ule naacha kazi. Hapo sasa naona sasa ni mambo lele. Yaani nginja. Asa huyo ndo Zai ambaye mimi namtaka. Asa nataka nikwambie kitu kimoja tu. Nataka umpime yule bwana kama anakupenda kweli. Cha kufanya muombe pesa mchune pesa mpaka achanganyikiwe. Ukiona anakupa pesa, hapo ndo utajua kama mwanaume anakupenda. Mwanaume ukiona akupi pesa huyo hakupendi. Hasa nataka ubadilishe mionekano yako hiyo. Si unakaa kila siku mwenyewe imecheluka hata rangi za mawigi uzijui. Nataka uende kwa huyo bwana, umwambie akupe pesa, uende ukanunue mawigi kwa upendeze. Sasa, umeona mimi ninachokifanya kwa Pito mundani. Yaani mimi kila dakika naomba pesa. Kila muda mimi ni pesa tu, hapa naoga pesa na lala pesa. Upo? Asa huyo ndo mwanaume bwana wewe. Sasa mjini mapenzi ni pesa. Sio tu kuvuavua minguo hiyo. Naomba ufanyie kazi ushauri wangu wewe. Umenielewa? Jamani Sondo, umepatwa na nini? Mbona toka tulipomaliza kuongea haujakuja kazini tena? Unajua mimi napata wasiwasi juu yako. Nishazoea kuona kila mara. Napenda nikuone kati tunapigizana kelele tu. Lakini kwa nini hujaja? Kwa sababu nimekukataa. Na maana umeshindwa kuja. Lakini samahani, siwezi kuwa na wewe kutokana na hali yako hiyo uliko nayo. Mimi watu watanichukuliaje nikitoka na wewe? Ni sawa nakupenda, lakini siwezi. Kilichobaki nitafanya juu chini kutafuta Sondo wangu. तू ही मेरी मोहब्बत का जहां तेरी आंखों का Yaani ukinitazama mimi ninaweza kutoka na mtu kama wewe? Kama walikuambia kwamba mimi nakupenda, kaa ukijua sikupendi na sijawahi kukupenda. आजा जानम तू ही सहारा इश्क तेरा मेरी रूह में बसा जैसे Unajua umeanza kunikera wewe. Unanivuta ya nini? Naomba uniache nifanye kazi zangu. Afu mambo ya kulazimishana sihitaji. Naomba uniache. तू मेरी जान तू मेरा सुकून तेरे बिना दिल है मजबूर सात जन्म तक चाहूं तुझे मेरा इश्क रहेगा मजबूर तेरी आंखों का नशा गहरा जैसे रातों में खिलता सवेरा मेरी धड़कन तुझे पुकारे आजा जानम तू ही सहारा इश्क तेरा मेरी रूह में बसा जैसे खुशबू फूलों में छुपा खो जाऊं कभी मुझे तेरे प्यार में मिलना मेरी जान तू मेरा Baby, mbona leo Robert anachelewesha gari? Au mpata changamoto? Unajua mimi nimechoka kusimama. Naisi atakuwepo njiani. Hebu tumsubiri ndani ya dakika 5, okay? Kuna jambo nimelikumbuka, afu ni muhimu lazima nikwambie baby. Baby, ushaanza habari zako. Kitu gani tena? Sasa ipo hivi. Muda wote na saa yote naweza kutoka kwa sababu kuna project ambayo nahitajika niende kuimaliza. Kwa hiyo kuna mawili. Naweza nikaenda mimi au ba mdogo. Kama ba mdogo ataenda, ina maana atabaki. Lakini ba mdogo asipoenda, mimi lazima niende. Sasa kwa hiyo nimekupatia taarifa hii kwa sababu ujue. Na libaki kwenye akili yako kwa sababu muda wote huwezi ukaniona hapa. Yaani baby unataka kuondoka.
Mi huwezi kuniacha hapa na ndugu zako. Najua tu utakuta mimi nishakaa huko muda nishakufa washanimaliza. Tutaondoka wote, tutasimamia project yote, tukimaliza tutarudi wote mpenzi wangu. Na kama ikiwezekana basi aende tu baba mdogo wako. Oh, come on baby. Mimi sasa wote tukiondoka hapa nani atabaki hapa? Tambua wewe nimekuchagua kuwa mama wa familia yangu. Ina maana wewe ni mama, mimi ni baba. Lazima mmoja wetu lazima baki na ulinzi wa watoto. Ulinzi wa watoto utabaki kwenye mikono ya nani? Usiniangushe baby. You know I love you and I know you are my superwoman. Na kingine, hawa ndugu zangu hawezi wakafanya kitu chochote. Hawa ndugu zangu hawezi wakafanya kitu chochote kibaya. But nakupenda zaidi na maana sitaki kabisa kukaa mbali na wewe mpenzi wangu. Bwana mimi tutaenda wote. Na sio kila safari ambayo mimi nitatoka lazima tutoke wote, hapana. Hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Kuna safari zingine ambazo zinanihitaji mimi kama emergency. Nisitoshe wewe ni mama wa nyumbani, lazima ubaki hapa kwa ulinzi wa watoto. Basi mpigie Robert simu. Alete gari sasa hivi maana ndio umeniacha. Usiniache mimi mwenyewe hapa. Shoga yangu. Yaani nikimaliza tu plani zangu, yaani ni kuchukua kila kitu na kuondoka kwa sababu hawa wazazi wake naona kabisa yani wananichanganya, wananifanya kabisa niwe mbogo. Yaani wanajikuta wananichukia sana. Hasa mimi kama unavyonijua sinaga shombo. Anajitia kwangu ni adui yangu, mimi kwake nakuwa adui yake zaidi. Hasa kitu kikubwa zaidi, huyu Apitu alivyomjinga na mpumbavu. Sikanipa namba zake zote za siri. Yaani kanipa password za akaunti zake zote za benki. Ndiyo, kwa hapa kilichobaki ni kukamilisha tu plani zangu na kuchukua kila kitu, niibe kila kitu hapa mimi niondoke mapema sana. Yeah. Hatimaye leo nimepata ushahidi ambao nilikuwa nautamani sana wa kipindi kirefu.